yule, si mara ya mwenzake yule, umemuumiza. Mpaka majirani wameenda wametetea ugomvi, na maana ugomvi ulikuwa sio kitototo. Sasa amesema popote akikukuta. Na huo utoto ambao umefanya, kwa sababu mimi ndio nilishazungumza kwamba itakuwa hapa kutoka na umekuja mtudanganya. Nimempiga mke wake? Yaani mimi ndo nimempiga au yeye ndo alinitia mwizi? Amekuitia mwizi? Ndio alinitia mwizi. Yaani mimi nilivyofika pale akanikuta, kwa alivyonikuta kama amenitia mwizi. Hata hivyo mimi sikwenda kule kwa nia mbaya. Nilienda kuchukua nguo zangu kwa sababu kila siku navaa nguo hii. Kwa nikaona nikachukua nguo zangu pamoja na nguo za ndani, pia na mafuta. Unajua mimi ni mtoto wa kike huku, nimekuja bila chochote. Kwa sikwenda kwa nia mbaya. Maana hizo zawadi ambazo ameniletea nilikuwa sijaziona bado. Kwa hiyo kabidi niende kule nyumbani kwa ajili ya kuchukua nguo, lakini mimi sikwenda kwa nia mbaya. Unaona Farida? Mwizi je angekuwa pale? Au watu angetokea wabaya angekupiga wewe hapo. Si ungetetea kesi hapa nyumbani? Hebu kaa utulie hapa nyumbani bana. Leta na hizo hapo za kwako tuchange. Leta. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, Ticha Zungu. Kumbe una vipaji vingi eh? Hasa kwa nyumba za watu ulikuja kufanya nini? Kumbe na ualimu unao. Bati sio kilichonileta hapa. Kwenye nyumba tuna njaa na giza limeingia. Vipi? Hatuli? Tunakula na isitoshe chakula kiko tayari. Bado mboga tu kupasha. Kumbe mboga inatakiwa kupashwa eh? Hasa hapo unafanya nini? Baada ya kwenda huko jikoni na kupasha mboga. Au uliambiwa mboga inajipasha yenyewe eh? Hapana Dakindege. Lakini shemeji Beni aliniambia kwamba niwe namsaidia bibi Supu kuhesabu namba hapa. Kwa hiyo ndo atuli? Ndo kilichokuleta? Kwa hiyo unalipa kwa ajili ya hizo namba? Hivyo na macho yako kapanga boy, mbona unapenda kunifanya nionekane mbaya humu ndani? Hivyo ukifanya kazi zako tu kiustaarabu tukaishi vizuri humu ndani uwezi. Mpaka utie dosari sehemu. Nisikilize, nahitaji kula, njaa inaniuma mno. Unaweza kaenda jikoni ukaendelea na kazi yako. Wewe, huko ndani nimeangalia mafuta yameisha. Na nikaona mtu wa kumtuma ni wewe. Naomba Supu unyenyuke, uende jikoni ukachukue kopo la mafuta, uende kwa Mangi. Dakindege, ungemwacha tu amalizie umweke yake hapa, maana nimempa umweke hapa afanye. Alafu mafuta nitafuata mwenyewe. Hivi wewe ni nani humu ndani? Naongea wewe ni nani humu ndani? Kwa nini kila ninachokiongea, kila ninachokifanya unapenda kuniingilia? Wewe ni mke mwenzangu humu ndani? Naongea naye ni mke mwenzangu? Au mimi sikukuona nilipokuwa na mtumo huyo Supu? Macho yangu yamepofuka sasa, si ndio? Mimi huyu nimemuona, lakini nimemtuma yeye mwenyewe. Unakotaka ukimbilia huko, hizo mboga itapasha nani huko ndani? Au ndio itapasha mizimu ya kwenu? Nisikize nikwambie, humu ndani huna mamlaka yoyote yale. Nimesema wewe kafanye kazi yako jikoni na huyu ataenda dukani. Lakini Dakindege, umeniona sawa. Na isitoshe kule nje kuna giza sana. Kuna pikipiki, magari. Yeye kigongwa huyu. Wewe, huko barabarani giza liko na ukuta wapi? Kuna nyumba ulikuwa unaishi? Nisikilize wewe. Huyo ni chokolaa. Na toka enzi za huko nyuma, giza kwake ni yani ni kama fashion tu. Kwa hiyo sidhani kama kuna giza la kumtisha huko nje, na hivi ni mapema sana. Kwa anaweza akaenda akajilinda mwenyewe na akarudi. Ninachotaka ni mafuta, na usiniingilie kwenye kila neno langu ninalolitoa. Oya, fanya unyanyuke, uende liko kutuma. Kuniletea tu mambo mnayojua nyewe. Fanya haraka, potea. Na unatoa macho yako ya nini hapa? Aya.
mnakaa kwenye nyumba za watu bado mnajipangia mambo ya kufanya. Watoro. Kitije. Kwa naomba nisamehe sana kwa vitu vyote ambavyo nimekuwa nikikufanyia. Yaani namaanisha umekuwa ukinipa mpango alafu mimi siku zote nimekuwa nikiharibu. Nimekaa mwenyewe nimefikiria, nimeona kabisa una nia ya dhati kwa ajili ya kupambania ndoa yangu. Jeni, mwache huyo. Tuna kazi naye. Basi sawa. Kumbe mwangu kunifuata mpaka huku, si ndio? Kumbe nyewe ni wanga. Sasa kama nyewe ni wanga, Mimi ni mwanga zaidi yenu. Sasa nataka niwaonyeshe kazi. Nataka nichinje wote hapa na hakuna ambaye atatoka salama. Si mmeamua kunifuata? Hiyo safi. Sasa nachinja wote hapa na ninawazika peke yangu. Sasa ngoja niwaonyeshe. Oh, unataka kutujua? Lakini mimi nakujua. Wewe unaitwa Seba. Umewahi kufungwa mara 5 na umetoroka mara zote, na wewe umeingia miongoni mwa raia wachache waliowahi kutoroka jela. Umeshawahi kuwa watu 5 na najua pia una roho mbaya sana. Sasa hiyo roho yako mbaya sisi tuna kazi nayo. Na kazi nayo? Kazi gani sasa? Najua kwa sasa huwezi kunielewa. Acha nikufanye tuweze kuongea lugha moja. Supu, mtoto mzuri, tumbo inakuuma. Jamani mtoto mzuri, tumbo limekuanzaje hili jamani, mtoto mdogo wewe? Mtoto wangu tumbo inakuuma eh? Yeye unashindwa hata kusoma vizuri jamani. Limekuanza lini? Limekuanza usiku eh? Pole sana Su. Linakuuma pande gani? Hapa. Tumbo linamuuma. Ndio hivi tumbo linamuuma mtoto, yani anashindwa hata kusoma kwa amani. Sio mwana anapojikunja kunja. Pole Supu. Epi, kamletee maji mtoto. Sawa. Dad. Usiende, mimi tumbo liniuma, mimi niko sawa. Supu, hebu acha kujifanya kama wewe ni shujaa jamani, tumbo linauma. Tena hili tumbo bila maji huwezi kutoboa. Epi, kamletee maji. Aunti Kindege, nimesema mimi siumi, maji ya nini? Wewe tumbo likuumi? Ndio. Sasa kama tumbo likuumi, hizo kelele unazopiga ndani za nini? Mimi na mawazo yangu tu. Mawazo? Ndio. Mawazo gani ulionayo wewe? Kwa utoto huo mawazo yapi ulionao humu ndani? Unakula bure, unalala bure, kila kitu unafanywa bure. Kwa mawazo gani ulionayo wewe? Daki Ndege, huenda pale na mawazo. Wewe tena. Nisikilize wewe. Yaani wewe na huyu wote ni wale wale humu ndani. Nikiongea utaki kutia neno lako. Kwa mawazo yapi alionayo huyu? Humu ndani anakula bure, kila kitu anafanywa bure. Mawazo alikuwa nayo huko kwenye uchokola wake, ndio ambako alikuwa anawaza, aelewe anakula nini, analala wapi. Haya, kama huyu ana mawazo, naye mawazo gani aliyokuleta hapo? Nisikilizeni nyinyi. Humu ndani nikiwa naongea sitaki mnibadilishie neno lolote lile. Wapuzi wakubwa nyinyi, sitaki kuchanganyikiwa mimi humu ndani. Pressure sitaki. Baby Supu, kuna nini kinaendelea? Maana nilikuwa naosha vyombo kule nikasikia makelele huko. Kuna nini kinaendelea? Dad, mimi nilikuwa na mawazo yangu tu, ndio maana nimeshtuka. Sasa kama ni mawazo, mbona Daki Ndege anasema kwamba unaumwa tumbo? Ndio tushangae. Mimi amekuja hapa tu anaanza kuniambia tumbo linaniuma, tumbo linaniuma. Mimi hata sijamwambia kama tumbo linaniuma. Kwa makini. Awe makini na nini? Hapo wazungu unaniwinda wewe, si ndio? Huyu anahitaji makini gani humu ndani? Hapana Daki Ndege, nilikuwa najaribu tu kumwambia awe makini na hilo tumbo. Maana anapenda sana kulalia tumbo. Nisikilize wewe. Takuja kufanya kitu kibaya humu ndani. Kwanza potea hapa.
Kafanye kazi zako huko. Beba na hicho kilundume ndogo chako huyu. Poteni, fanyeni haraka. Jenny, hivi una uhakika kabisa ile ulikuwa umenipa ni sumu au ulikuwa ni ugoro? Ndio wewe nijibu tu, ilikuwa ni sumu kweli ile? Mimi nimeuliza na maana yangu. Yaani Jenny, haiwezekani mtoto juisi amekunywa na amemaliza. Hafu hamna dalili yoyote ile ya mabadiliko. Ndio toka jana ameinywa na hamna dalili yoyote ya kuonyesha kwamba mtu analalamika sehemu yoyote ile. Yaani leo ni siku ya pili yule mtoto anadunda tu ndani anazurura tu, hata kushika tumbo hamna. Na hizo siku zenyewe za kwenda shule zimefika. Afu mimi sielewi, yani ananichanganya huko ndani anazurura tu, hamna pa kulalamika popote pale. Nisikiza Jenny, usinichanganye na yaani kama yeye haikuwa sumu, wewe niambie tu. Bana usinichanganye na wewe. Mke wangu, una shida gani wewe? Toka nimekuja nyumbani hautaki kuongea chochote eh? Kile kijibu utaka kuongea na wewe hutaki kuongea. Hebu niambie una shida gani? Mume wangu, kwa nini umeniacha hapa nyumbani peke yangu wakati unajua mimi ni mjamzito? Au lengo lako nikute siku moja nimekufa hapa nyumbani, si ndio? Hivi unajua kilichotokea hapa nyumbani wakati umeniacha mimi peke yangu? Huyo hawala wako amekuja kunifanyia fujo, kanipiga, kanizalilisha, hajatosheka pia kanifukuza. Yaani hapa ninapoongea sijui kwamba hata huyu mtoto atakuwa anapumua vizuri. Usishtuke mume wangu, ninaumia zaidi unavyoumia wewe. Nina machungu hapa nilipo, sijui nifanye nini mume wangu, naumia mimi. Mke wangu, yaani unazungumzia hawala yupi? Au unamaanisha Farida? Ndio, huyo hawala wako Farida huyo. Kanidhalilisha sana mume wangu. Mume wako kunipiga kweli. Nimemkosea nini mimi? Nimemkosea nini mimi mume wangu mpaka anakuja ananipiga? Anampiga hadi mtoto wangu tumboni. Hapo ndipo nasikia maumivu makali. Hakuna mtu wa kunitetea. Yaani kidogo tu mimi nahisi ningeshakufa na huyu mtoto kama sio majirani mume wangu. Mke wangu, Farida anakuja nyumbani kwangu anakuja kukuambia kwamba uondoke. Kwa mamlaka gani? Anakuja hapa nyumbani anakupiga wewe kwa sababu zipi za msingi? Na hisi Farida hajajifunza. Manake nilivyompiga mara ya mwisho pale nikampiga ile gongo kichwani, hakujifunza chochote, akili haikumkaa sawa. Sasa huyu mpumbavu ananitafuta sana. Na ninachokiona anataka kunishika sharubu simba. Na mimi nitamng'ata. Popote nitakapomuona nitamng'ata na kwambia mimi ni simba. Sio mke wangu. Nikutoe wasiwasi mke wangu. Yule